Mambo ni vipi we mtazamaji wa Liliu TV, na leo tunakusogezea story kubwa ambayo inahusu utamaduni wa kukata vidole vya mikono kila wakifiwa. Wakina nani hao wakifiwa? Baki nasi kwenye hii story, na kubwa ambalo unatakiwa kufanya kwa wakati huu, make sure una follow hii account ya Liliu TV. Baada ya hapo, make sure una like hii story pamoja na kuicomment. Naye kusogezea story hii, mimi ni binti Sayuni. Katika nchi ya Papua Guinea kuna desturi inayoweza kusemwa kuwa ni ya hali ya juu inayoitwa Ikipalik ama desturi ya kukata vidole. Ikipalik ni desturi ya maombolezo kwa watu wa kabila la Dani wanaoishi katika bonde la Belim, Papua. Desturi hii inahusisha kukata kidole ili kuonyesha huzuni kubwa kwa kufiwa na mwanafamilia. Pia inaaminika kuwa desturi hiyo huzuia janga linalosababisha vifo katika familia. Unaambiwa hivi, kwa kila mwanafamilia anayefariki, kidole kimoja hukatwa kama ishara ya upendo. Kwa kawaida, desturi hii hufanywa na wanawake, ingawa wakati mwingine wanaume pia huifanya kuonyesha huzuni yao. Njia nyingine inayotumiwa ni kung'ata kiwiko cha kidole hadi kivunjike. Watu wa Dani hutumia shoka au visu vya kienyeji kukata vidole vyao, na mara nyingine huvikata kwa kung'ata. Desturi hii inaweza kuonekana ya kutisha kwa wengi, ina maana ya kina kwa kabila la Dani. Kwao, kukata kidole ni ishara ya maumivu makubwa. Kilio pekee hakitoshi kueleza huzuni ya kumpoteza mpendwa wao. Zaidi ya hayo, vidole ni alama ya mshikamano, umoja na nguvu. Vinawakilisha kuishi pamoja kama familia moja, nyumba moja, ukoo mmoja, kabila moja, mababu wa pamoja, historia moja, lugha moja na asili moja. Vidole vikishikana vina uwezo wa kushirikiana na kusaidiana katika kazi. Kila kidole kina mchango wake ili mkono ufanye kazi kikamilifu. Hata hivyo, kikikosekana kimoja, mshikamano na nguvu pia hupungua. Kwa upande wako, uko tayari kukata kidole ikiwa ni sehemu ya maombolezo, kumwomboleza rafiki yako ama mtu wako wa karibu ili kuonyesha huzuni? Weka komenti yako alafu tuambie ni nini maoni yako na sisi tutaisoma.